1 John chapter 3 verse 16, it says, "Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren." Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Kwa sababu aliteswa kwa ajili yetu, akafa, akafufuka. Yeye ni mshindi. Aliposhuka akasema, nimepewa mamlaka yote juu mbinguni na duniani. Haleluya! Lakini huyo ndio aliyezaliwa, alikuwa mtoto, akakuwa, akalelewa, akabebwa mgongoni mpaka akakua. Kumbe alikuja kuwa mfalme wa milele, baba wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo kuna kitu kingine cha nne, mfalme wa amani. Haleluya! Mfalme wa amani. Huyu ndiye alizaliwa kwetu, huyu ndio tunayemkumbuka leo, ni mfalme wa amani. Utawala wake utaleta kwa mwanadamu amani. Haleluya! Anasema tukiwa katika Kristo tuna amani nyingi. Wana amani nyingi waipendao sheria ya nani? Ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Mungu atusaidie sana, maana hatuna neno la kutukwaza, kwa sababu faraja yetu iko katika Roho Mtakatifu, iko katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Mama mmoja alinisimulia siku moja, akasema nikafika kwa mwenzangu, nipite nimsalimie, nikamsalimia, lakini maneno aliyonitolea nilikwazika kule. Haleluya! Akasema nilikwazika, nikakwazika sana. Nilipokwazika naenda kanisani na Biblia, yani mawazo hayapo. Akafika kakaa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofika kanisani kusali, wenzake mhubiri amesimama, anambia fungua Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Yeye akafungua Waefeso sura ya 4 mstari wa 4. Alipofungua basi akasoma, mhubiri anaendelea kuhubiri, yeye amesoma Waefeso, nafikiri Wafilipi 4 mstari wa 4. Anasema furahini siku zote, tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Lile neno likaondoa ile huzuni yote, ikawa imeondoka. Kumbe nahitaji kufurahi, lakini sio kule. Anasema ombeni bila kukoma, lakini yeye alifungua kungine, kwa sababu Roho Mtakatifu alijua haja ya moyo wake, anahitaji kufarijiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anahitaji kufarijiwa. Sasa akafarijiwa, akafurahi, akatoka pale. Ase ibada ya leo ilikuwa nzuri, lakini Bwana alimpa neno lingine. Haleluya! Sio la yule mhubiri aliyehubiri. Alihubiri habari za kuomba, alihubiri habari ya kufurahi katika Bwana, huku tukimtukuza Bwana, lakini yeye amepata neno, anasema furahini katika Bwana, tena furahini, naye akafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Roho Mtakatifu ana njia nyingi za kutufariji. Haleluya! Na huyu anasema atakuwa mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amani ya kweli tunaipata kwa Kristo. Amani ya kweli na furaha ya kweli
tunaipata kwa Kristo. Lakini kuna furaha ambazo tunasema wakati fulani, furaha ndogo ndogo hizi za adui, zingine za kimwili. Mtu amekosa hela, hata leo ubwabwa hamna nyumbani, anabaki kuhuzunika, chakula nini? Hata ubwabwa hamna. Lakini akipata shilingi 10,000 anaonekana yeye tajiri, anasikia leo ana uhakika wa kula, anasikia furaha. Ikishaisha 10,000 ile anaanza kuhuzunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, kwa sababu wakati wa shida furaha ipo. Wakati una pesa furaha ipo. Haleluya. Yaani wewe wakati wote unafurahi. Kwa sababu gani? Una uhakika na Bwana wako kusema hatakuacha. Hatakuacha. Atakupa tu kile unachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia njia zozote zile, maana Mungu anakufahamu, anaweza kupitisha mahali ukapata hela na ukanunua chakula cha watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka siku moja nimetoka nyumbani, hata senti 5 sina. Hata sumi, hata sielewi utapata wapi. Unajua wakati mwingine wa Tanzania tuna bajeti hela iko mfukoni kwa mtu mwingine. Fika mama anambia nitaleta unga. Nikafika pale sokoni pale Kiplefti pale ilikuwa mabasi stendi ya Viaisi. Nikafika pale nikakuta profesa mmoja anaitwa Katule yuko pale anachagua, nikamwambia na wewe unasagula huko? Akasema na wewe unataka kusagula, kanipa shilingi 10,000. Sasa nitasagula mimi na nyumbani hamna ugali. Nikatimua mbio narudi nyumbani, nikamwambia hii hela kanunue ugali. Haleluya. Kwa sababu Mungu anaweza kutumia njia yoyote. Haleluya. Na wakati mwingine anaweza kukupitisha mahala, kumbe pale ndio unakwenda kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema yeye ni mfalme wa amani. Anataka usihuzunike, anataka uwe na amani, uwe na furaha. Haleluya. Anasema mfalme wa amani, utawala wake utaleta amani, utaleta furaha. Mungu kwa ajili yetu ili tufurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 11 inasemaje? Isaya 11, hebu soma kama unaweza kusoma mapema. Mstari wa 6 na wapi? Isaya 11, si pale tulifungua. Mstari wa soma mstari wa 6 mpaka wa 9 anasemaje? Soma Isaya 11:6-9 anasema. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi. Ndama na mwana simba na ng'ombe wanono watakuwa pamoja na mtoto mdogo, atawaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nazungumza kuwa vitu vya fitina na kazi vitakuwa pamoja, kwa sababu yeye ni Bwana wa nini? Wa amani. Amekuja. Haleluya. Hata hapa kama Bwana atatawala katika mioyo yetu, hatutabaguana. Haleluya. Hatutabaguana. Shida yako ni shida yangu. Shida yako ni shida yangu. Shida yangu ni shida yako. Haleluya. Kwa sababu roho tulionyweshwa ni huyu moja, na wokovu tulioupata ni huu moja katika Kristo Yesu. Tatizo lako linakuwa la kwangu, tatizo langu litakuwa la kwako, kwa sababu tuna amani katika Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubinafsi unakuwa haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja akasema tunapokuwa katika Kristo tumezama.
mtu wa Mungu anaumwa kule, huyo ni shida yetu. Haleluya. Tutakwenda kwa pamoja, tutamwangalia. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ni ndugu yetu. Haleluya. Mtu mwingine akasema ni kweli, wokovu, undugu ni tofauti na kuzaliwa. Wa wokovu unakuwa mkubwa sana kuliko ule wa kuzaliwa. Mungu atusaidie sana, kwa sababu wote wana shida. Wote wana shida, wanakuja kwako, wana shida, wanajua Bwana, tukienda kwa Mwokozi tutapata pesa. Mimi nina njaa nyumbani, ndugu yake kaka anakwenda, niomba hela. Haya, nasingiza mfukoni, naambia shilingi 5,000. Nenda ikusaidie. Haleluya. Akuja mtu mwingine, ndugu mmoja anaitwa Mwambata, anakwenda pale. Akishaenda mjashika shilingi 10,000 ya kusaidia. Haleluya. Kwa nini? Huyu amepata shilingi 10,000 huyu atasema nina bahati sana bwana. Nikutana na bwana mdogo wangu pale, bwana kanipa shilingi 5,000. Lakini huyu atakwenda anasema aisee, ninamshukuru Mungu. Bwana, nimepita kwa Mwokozi, mimi nilipa shilingi 10,000. Mungu ambariki. Bwana, ninakushukuru maana tatizo lake limeondoka. Amekuwa na amani. Yeye anasema namshukuru bwana mdogo, nienda pale kanipa shilingi 5,000. Kaenda kunywa soda. Haleluya. Wala mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati unakuwa na tofauti. Mungu atusaidie. Kwa sababu ni mfalme wa amani. Warumi 5 mstari wa 1 anasemaje? Wale wenye kufungua Biblia mapema. Kipata soma tu. Warumi 5:1 inasema. Baba wa pili. Warumi 5 mstari wa 1 hadi wa 2 unasema. Basi tukisha kuhesabiwa haki tukayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha kufanikiwa kuwa na wokovu mkuu, atuwe na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usiogope. Unajua tatizo moja ambalo linatusumbua, tatizo moja ni hofu na mashaka. Mungu atusaidie sana. Ile ndio linalotusumbua. Lakini tukiwa na amani na furaha, unasema nyumbani hamna chakula, ndio usiwe na wasiwasi. Chakula kitakuwa. Haleluya. Kwa njia gani? Maana tunatamani tuone na njia. Bwana amesema mzee Kedi ataniletea shilingi 10,000. Yule tutakula leo. Akikosekana, yule jamaa muongo sana. Hata umetuacha tulala njaa. Tumaini Bwana. Haleluya. Tunapomtumaini Bwana, hatujui itatokea mashariki, hatujui itatokea magharibi, lakini maadamu ahadi zake ni za kweli, tunaamini kuwa Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunakuwa na amani. Tunabaki tunasema naamini. Mimi silali na njaa leo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi silali na njaa leo, nitakula. Kwa njia gani? Kwani mpaka ionekane. Haleluya. Kwani Yesu alisemaje? Alipoambiwa, najua sasa una njaa. Nakumbuka nilipokwenda mlimani. Anasema shetani anasema najua una njaa. Bwana, kama una njaa, wewe ni mwana wa Mungu, tena una uwezo. Anajua hayo, kuwa una uwezo. Geuza jiwe hili liwe mkate.
Alitaka kutumia madaraka yake. Maana angetumia madaraka yake kuwa hii jiwe iwe mkate, lingekuwa mkate. Lakini hakutaka kumtii Shetani. Hakutaka. Nasema mtu hataishi kwa mkate tu, ataishi kwa neno la nani litokalo katika kinywa cha Mungu, ndio utaishi. Na sisi tunaishi kwa sababu ya neno la Bwana. Hatuishi kwa sababu ya mkate ule umekula ugali katumbo tanga. Hamna. Akikwambia Bwana leo njoo, utafanya nini? Utaenda. Upende usipende utakwenda. Lakini akisema uishi, yatakuja magonjwa na nini, lakini hutaondoka kwa sababu neno la Bwana limekuambia uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana tunaishi kwa neno la Mungu. Sio kwa ajili ya ujuzi wako wakati mwingine. Kuna mzee wangu mmoja huwa namkumbuka sana. Kalao sasa hivi aliondoka. Yeye alisumbuka sana na ugonjwa. Alisumbuka sana. Ugonjwa ule ilikuwa kansa. Wakaenda kuigundulia Makete kwenye hospitali fulani ule inaitwa Makete. Wakagundua na kansa. Ndio wakaenda Muhimbili wakaanza kumtimbia. Mtu alikonda. Akawa na kilo 30, mtu mzima kama mimi. Ana kilo 30. Hata wakimweka pale kwenye kitanda pale, unaweza kupiga ukakaa ukakuta hamna mtu. Kumbe yupo mtu. Yule mzee siku moja akapandisha imani yake. Akasema, hivi ninalaleje humu na mimi nimekuwa mzima? Ninaleleje hapa hospitali hapa? Hapa wanalala wagonjwa. Mimi sio mgonjwa. Akainua kichwa chake akamwambia, nesi, mimi sio mgonjwa hapa. Mimi narudi nyumbani. Nesi nafikiri wapa. Wakasema kaka jamaa kanataka kutusumbua, naona kanataka kufa. Mungu atusaidie sana. Baadaye akakusanya nguvu zake, akakaa kwenye kitanda, akashusha miguu. Akasema, nesi, mimi narudi zangu nyumbani. Nesi akasema, haka. Wako na mwenzako leo huyu anataka kufa huyu. Basi akatoka kwenye kitanda, kadondoka. Wewe dondoka. Wakamwambia, wewe usitusumbue hapa, akamtoa akamrudisha kwenye kitanda. Akamwambia, nesi, usinirudishe kwenye kitanda maana mimi mzima. Mzima gani wewe, unataka kufa tu. Basi akalala pale. Yakapita kama masaa 3 hivi amepumzika. Baadaye kainua tena kichwa, nesi, mimi narudi nyumbani. Okay, kameana. Basi kumbe mwenzake amepata tayari uponyaji, lakini kwenye mwili bado uponyaji haupo. Watu wanaangalia mwili, yeye katika Bwana ameshapata uponyaji. Basi akainua tena miguu akaweka chini. Safari akatembea mpaka pale, kaongezea pale alipo angukia, akaenda kuangukia mbele. Wewe unatusumbua nini? Wakamrudisha kwenye kitanda. Baadaye wamekuja ndugu zake, ile saa ya kuangalia wagonjwa. Akasema, jamani, mimi ni mzima, nataka nirudi nyumbani. Kimwangalia hivi. Anasema, mimi mzima huyu. Hapana, wewe endelea kukaa hapa. Hapana, mimi nataka kwenda kwa watoto wangu. Alikuwa anakaa Morogoro hapa. Kwa White House. Baadaye wakasema, ngoja tukamuulize nani daktari, tumuone daktari. Wakaenda kwa daktari, bwana mgonjwa anang'ang'ania kwenda nyumbani. Kama anang'ang'ania simwende naye. Nendeni naye. Basi tukampakia kwenye gari. Kafuta kwa dadake kula, kakaa siku 2, siku 3, kapata
tembea mle, akarudi Morogoro. Aliporudi Morogoro, watu wase, mzee yule amerudi, wanaenda kumsalimia. Akifika pale kaanza kumsalimia, anakaa kwa habari za huko, salama tu. Maana anamwangalia, yani jinsi alivyokonda, yani kama kastigeto ulifani kakija, halafu na nywele za umbi, au kama zinataka kuchomoka. Ya mmoja kabisa pale, nitakuja kukuona baadaye. Lakini ameshakwisha kupona, kwa sababu ameinua imani yake kwa nani? Kwa Bwana. Akawa amepona. Baadaye ana kilo 80. Ameshapona, kansa hamna, imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu ndiye anasema ni mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio mwenyewe anatujua, na mateso yako anayafahamu, na kutembea kwako anakufahamu. Kwa hiyo huyu ndiye anaweza kukuondolea shida yako ikaondoka, kama utainua imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunapokumbuka kusaliwa kwake Yesu Kristo, tukumbuke kuwa ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye alikuja kwetu. Huyu ndiye aliyekuja kutujulisha habari za Mungu. Huyu ndiye aliyejulisha habari za kuokoka, kuwa watu tuliookoka ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu sasa tunakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame.